Mzigo yani nimebeba kubeba yani. Dadangu nimebarikiwa. Watu wametoka na ndege hapa Nairobi kwenda kwa Prizinda. Na mimi ni msanii mwenzake. Wakati ndege zimeambiwa zipange line watu waingie, mimi nikaambiwa Justina, mzigo wako mkubwa. Mzigo ni mkubwa, hatuna space. Sijaiona traditional wedding kubwa kama ya Ida. Yeah. Hi ladies and gentlemen, we are here in Utawala and tuko Next Level Cut and Spa. Tuko leo walikuwa na grand opening na tuko hapa na Justina Syokau Aseo. Tunataka tumuulize 1 2 3. Mama, kwanza kabisa, how are you? Niko vizuri. Niko vizuri, niko fine kabisa. Nimefurahi. Una glow. Nashukuru Mungu. Hebu tuambie umekuwa aje? It has been a long nimekuwa vizuri. Nimekuwa vizuri, I took a break. Najua mimi nimekuwa champe pale TikTok. Mtu wa machai, left right center. Sasa unajua machai, unapiga machai, chai left right center, chai hapa. Sasa unafika pahali unasikia unikaa chai inakuwa mingi. Chai imekuwa mingi na inakuumiza moyo. Unajua unapikia mtu chai na yeye anakupikia. Sasa unajua nikasikia I think I need a break from social media to detoxify from social media. So I stayed out of phone, stayed out of camera, stayed out of music, stayed out of everything. And I think now I'm sober enough. Okay, now nasikia niko fiti sasa. Okay, na acha nikuulize hivi. For the first time I think 2025 leo ndo nimekuona kwa event. Kwa sababu nakwambia nilichukua muda kukaa nje ya mic ya kamera kwa sababu ya mental health. Yes, nadhani ulikuwa unaona watu TikTok wanatukanana sana. Na mimi nilikuwa nakuwa TikToker mkubwa kwa kwenda live. Sasa unakuta pale mtu akinipikia chai anitukane na amka kumtusi. So nadhani kwamba kitu yenye nitasema ni kwamba let's avoid kutusiana TikTok. Ili turudi social media watu kama mimi. Kwa sababu mimi nimeokoka sasa. Unajua ukinitusi niamke na mimi pia nisikie tu nimetusiwa sana. Unajua saa zingine moyo unachoka, unatukana. Sasa ukitukana unajua umeokoka. Sasa unakuta it is not going well with my Christian values. So I felt like I would lose my God who have made me to be where I am. So na ndio sababu nikaenda nje kidogo nikapumzika. Kuna watu wanasema, so naomba tu wale watu wa TikTok, watu ambao wako kwa mtandao, tafadhali hizi chai zimezidi Kenya. Mumefunguliwa kupika chai lakini chai zimezidi. Mnapika chai hata zenye amuelewi. Chai lies, yani umeshaiona kuwekelewa vitu hakuna. Unakuta mtu anapata tu views lakini umeharibia mtu jina. Ukipika chai chunguza before upike kwa sababu inaweza vunja watu moyo. Kama mimi nimekaa hiyo social media out because ya kupikiwa tu chai. Nilipikiwa chai, nikalia, nikajifunika blanketi, nikalala, nikakosa kuoga. Yani you know as like chai gani ilikuwa? You know as like ilikuwa mbaya. I can't talk about it because I stayed out of it for almost now 4 months. I've stayed insane, you know, as in like without talking to anybody about social media, and it is so good. I've never known that watu wenye wako social media kumbe wanasikianga vizuri. Yani una breathe mpaka kichwa. I feel like now I'm better. I'm in better position. Okay, watu wanasemanga ukiangalia Justina ametoka social media ni kama red card yake ilianguka chini. Hakuna red card imeanguka, hamna. Red card hakuna. Hata sasa unaona ninapewa advertisement. Unaona ninapewa advertisement, niko nafanya kazi. Niko na kampuni nafanya kazi nayo kama Phone Place. Nafanya kazi na Phone Place Kenya. Na Phone Place Kenya wako na Phone Place Care. Pia nafanya na Skyward Tours and Travel. Niko na kazi nyingi nafanya pia na Spa ambayo iko pale Umoja. Na leo tumekuja Next Level Cut and Spa. Na okay, niko na kazi mingi. Hata sijui nizicount aje. Niko na mingi. Okay. Tuambie tumekuja kufanya nini hapa leo? Leo tumekuja hapa kwa sababu ya launch ama kuzindua Cuts and Spa ama Next Level. Next Level ni kitu ambacho kiko next level, yani kiko level ingine. Ukiangalia hiki kinyozi kimetengenezwa kwa kisasa. Yani kimetengenezwa vizuri.
Spa ya hapa iko na massages, iko na sauna, iko na pale Moroccan bath. Moroccan bath ni mahali unascrubiwa and then also unafanyiwa milk, unamwagiwa maziwa pamoja na honey ili unatoka dead skin. Pia ukienda kwa sauna ile joto ile kusweat inasaidia kutoka dead skin. Na pia wako na massage. So ukienda pale sauna urudi uende Moroccan bath, oh my god. And then you go to the massage part of it, oh my god. And then ukuje na mpenzi wako. Kuna space, kuna vitanda. So kama uko na mume wako ama uko na mpenzi wako unataka kuja naye ama uko na marafiki kama wasichana wengi mnahitaji kuja hapa, mnaweza kuja na mkafanyiwa kila kitu. Pia kuna pedicure, manicure. Wanaume hapa wanatengenezwa, wanafanywa haircut ya wanaume, wanawake, na pia kuna hair color. You understand? So hapa services ni nyingi kabisa. Na wale wanaume wanapenda kupakwa tule Cutex clear. Nimeona zikipakwa. Na nimeona wanaume wana enjoy services. You know, pale upstairs nimeenda nikaona wanaume ni kama 20. Yani viti ni kama 20 na kila kiti kiko na ukuta. Yani kila mtu experience na mwingine. You know? Yeah. This place is so nice. It is a VIP place. Na treatment iko sawa na ni affordable. So watu wenye wako Utawala na wale wako Nairobi, you know, you can still come here to experience. It is a very good place. Nimeangalia mandhari iko poa, kwa sink ziko golden color, ziko very nice. So this is ni China ama US. This is so nice. I have just seen Dubai, exactly. Dubai. Because everything is Dubai standard. Yeah. Okay, now ukiangalia kama siku ya leo kuna events mingi zimefanyika kama hii ya Next Level. Kuna Next Level Cut and Spa already tumekata. Kwa hivyo watu wakuje hapa kwa Next Level Cut and Spa, karibuni sana Utawala. Aya, now kuna ile wedding ya Prince Indah. Prince Indah. Kwa nini Justin hayuko huko kwa nini? Prince Indah leo anafanya traditional wedding. Na ule mwanamke anaolewa pale ni mrembo kusema ukweli, na wamevaa vizuri. Wamevalishwa na mbolo something. Bespoke. Na wanaume wanavaa vizuri. Nimeona Mheshimiwa Jalango anakaa vizuri. Sandra nimemwona kwa wanawake pale, ule comedian ule ako sawa. Naweza sema hata Obina ameenda. Lakini mimi wakati tumefika kwangu, you know, watu wametoka na ndege hapa Nairobi kwenda kwa Prince Indah. Na mimi ni msanii mwenzake. Wakati ndege zimeambiwa zipange line watu waingie, mimi nikaambiwa Justina, mzigo wako mkubwa. Mzigo ni mkubwa, hatuna space. Ndio sababu sijafika Kisumu leo. Ndio sababu sijafika kwa Ida. Ukisema mzigo gani? Mzigo yani nimebeba kubeba yani. Dadangu nimebarikiwa. So unapata sasa pale kwa ndege naweza kalia viti za watu watatu. Na unaona hii ni VIP event yenye inaenda na ndege. Sijaiona traditional wedding kubwa kama ya Ida. Mimi sijaiona. Napenda wangla yake, lakini yani leo mwenye yani asiyekubali yani asiyekubali hii event ni kubwa, wachana naye. Ni kubwa. Okay. Bonge la traditional wedding. Yes. Prince Indah, pongezi sana. Wedding nadhani kutakuwa ndege ambazo zitatoshea mzigo wa mtu kama mimi. Private jet, exactly. Mimi naomba Mungu anisaidie nipate Mjaluo. Kwa sababu unaona starehe yenye Wajaluo wanaoa naye. Umeona wewe? Nimeona. Ndugu yangu umeona? Yani Wajaluo tunawapigia, yani wanaume Wajaluo. Mimi sikuwa natambua hiyo, lakini leo nimetambua kwamba Wajaluo yani you know, sio event tu, lakini wana take care, you know, wanadekesa wanawake wao. Tukiangalia hii mwaka hujakuwa active sana kwa music. Tunajuanga every new year. Happy New Year unatoanga ngoma. Unatoanga ngoma. New Year tumefanya wimbo uko pale YouTube unasema mwaka huu tumeshika, Baba naomba kibali chako, nionyeshe rehema zako, ingilia mahitaji yangu. 2025 mwaka wa kubarikiwa, by fire by force, kwa jina la Yesu mwaka unitapenya.
neema yako inisimamishe. Okay, wimbo ni wa kiroho. Ndio sababu nadhani kukufikia. This time nimefanya wimbo wa kiroho. Alright, ulisema eti hauna mtu. Sina mtu. Na last time tukiangalia ulikuwa wewe na Ringtone ni kama mlikuwa mko na kitu. Ringtone ameanza kuwa wa TikTok sana. Unajua saa mwanaume akianza kuwa wa chai, mwanaume akiingia pale TikTok aanze kuwa wa chai, sasa unaona level inashuka. Yani unakuta ako chini sasa. So Ringtone saa hizi ni TikToker. Wacha tuseme yani siwezi sema naweza olewa na TikTok. Nataka mwanaume mwenye ana umbea ndani yake. Na mjaluo. Ako na pesa. Alright. Mwenye anaweza nibeba na ndege kama Ida. Level Ida amesha set. Level yenye Ida ameset ya kupeleka watu na ndege kwa event. Hiyo ndo level sasa. Asoko tukiangalia pale kwa mtandao yako Eric Omondi yake waliachana. Maybe what do you have? Hiyo ndio kuachana nimehusunika. Kama kuna watu nimekuwa nikiombea wasiachane ni bibi wa Eric na Eric. Eric ni kielelezo cha jamii. Eric ni mtu ambaye ametufanya tu work hard. Wakati tunataka kuchoka kuimba, Eric anasema wasanii wa gospel wamelala, tunaenda studio tena. Naweza sema ya kwamba Eric ni mtu siwezi muombea mabaya. Juu unaona Eric anasaidia watu, hata anawapeleka shule, anatengeneza bridges. Eric ni mtu mwenye ana huruma. So singe expect ndoa yake ivunjike. Hata kama ni nini. Naomba tu Mungu tu asaidie ndoa yake irudiane. Na ameoa msichana mzuri. So sielewi ni nini ilifanyika. Na whatever happened, Mungu tu asolve hiyo. Juu Eric ni mtu mwenye ana pick anybody. Umeona hata nyinyi Eric anawapea platform ya kumuinterview. Na Eric ni mtu, ni comedian mkubwa. Ukiangalia countries zingine zinampa heshima sana. Na Eric ni mtu content creator mnoma sana. Mtu ambaye anajua kufanya kitu kina trend Kenya mzima. Juzi nimeona amepaka makeup, akaambia calligraph ni mnyama wa mituni, akaambia tumbili ni tumbili. You know, as in like it was an advert but very interesting. So kama kuna mtu mwenye na mkanga kuangalia what he is doing, and again he motivates content creators sana. So naweza omba sana ndoa yake idumu. Okay, sawa. Tukimalizia nataka upatiane message kwa Wakenya wasanii. Kwanza anza na hapo Billy Mia na kampuni yake hapo. Naweza sema ya kwamba nashukuru sana Billy Mia wa kutoka pale Radio 47 kwa sababu ya kutupa chance kukuja hapa. Yeye ndiye alinialika hapa na ndio mwenye Chamuvinga Designs yenye univalisha manguo. So ndio sababu mnaniona hapa. Niko hapa kwa hisani ya Billy Mia, ule mtangazaji pale wa radio. So naweza sema shukrani kwake sana. Ni baba na ni mzazi kwangu, yani tuseme ya kwamba amesaidia sana brand yangu kwa kunivalisha kila wakati na ku make sure nimekaa vizuri. Na pia saa hizi unaona venye wameanza kinyozi, unaona wameniita pia. So naweza sema ya kwamba nashukuru sana. Alright. Thank you so much. Okay. Kuna huyu dada naweza sema ya kwamba anaweza ongea ni wa huku kwa Cuts and Spa. Ukiangalia wamevaa kama mimi, ukiangalia venye wamevaa, wacha nikae katikati yao muone vizuri. Tumefanana kidogo. Umeona? Tumefanana kidogo, lakini wao wako na logo hapa inaitwa Next Level Cuts and Spa. Ni warembo sana. So wanaume ambao wanakuja hapa mjue ya kwamba you be pampered. You be pampered. Kuna ni wasichana wangapi kama 40 hapo? 28 beauticians. Na pia kuna wanaume na pia wanafanya waxing. Hiyo ni kitu ambacho sijaongea. Hapa Cuts and Spa wanafanya waxing ile ya kutoa nywele za hapa na hapa. Sasa mimi kuna mtu ameniambia, Billy ameniambia, Justina, mimi nimesema si nywele yangu. Naye Billy akaniambia ati nywele yangu. Ni ukweli. Lakini sasa kama hapa wako na waxing, kama vile unajua waxing ni nzuri. Una wax hapa na hapa, you know? Na hekalu linakaa likiwa safi, you know? So naweza sema ya kwamba nitakujanga hapa kwa sababu ya waxing, massage na pia sauna, pedicure, manicure wanafanya vizuri. Na scrubs wanafanya vizuri.
So naweza sema ya kwamba nawafulia kofia, nasema congratulations to the bosses here, God awabariki sana. Na mimi naomba tu wale ambao mnatazama hizi video mjue ya kwamba kuna kitu ambacho nawafichia kinakuja. Nadhani ulikuwa umeuliza kuhusu muziki. Ujaona muziki wangu of late. Nili take break from social media. Unapo take break ya kurewind from anything, una take break from anything. Unaelewa, mpaka studio. But nyimbo ni nyingi ambazo niko nazo. So nitaziachilia moja kwa moja na nashukuru Mungu kwa sababu ya mashabiki wangu. Kwa sababu wamekuwa pale wakiniuliza niaze, you know. So mashabiki wangu ni lazima hii mwaka tukutane, you know. So nitawaita very soon. Thank you so much. Thank you so much. Asante.